Halafu sisi hatutaki kusikia swala la kakako tunavyojadili ugonjwa wa baba yetu. Kwani yeye ndo mmoja ya sababu ya ugonjwa wake wa baba. Amwe kwa kweli kwanza ni yenu mitanangu miboksi ya bole mbole kwanza kipa na jako ndio nimemafunza. Inabidi nikuulize leo maana hizi ingia toka nyumbani kwetu zimekuwa kama mazoea tu. Una agenda gani ya siri na mzee Matanda? Yajua yote uyasemayo. Lakini usiseme kila unalolijua. Sawa mwanangu? Unachotakiwa kujua yule ni mpwa wako. Tena ni mtoto wa dada yako. Na watu wanateswa na mapenzi, wanateseka maradhi, yanawasumbua utazania maji. Mwogope Mungu na mwanadamu atakuchoka. Unayofanya yapendezi yanatuchosha. Silka tabia yako, silka badilika, silka tabia mbaya, silka tabia mbaya tu, silka semwa vibaya, silka tabia hiyo. Kwani amefariki? Sijui. Sikia tu vio vimetanda. Na yeye. Jamaa. Mtu unyevolewa haeleweki. Sasa nitajua nini? Baba hajazungumza chochote. Sijabahatika kwa kweli. Ila Mungu ndo msaada wake kwa sasa. Tusichoke kumwombea. Inshallah. Poleni sana ndugu zangu. Nafikiri ni mtihani tu wa Mungu. Haya yote yatapita wala msijali. Lakini pia Steve amekusema juani hapa. Nadhani tukaa kivulini pale. Tuangalie hatima itakuwaje. Kijiba. Twende. Wewe. Walina. Msalimie. Wewe pita msalimie. Pita tu. Nione au? Hata ungeweza kunisalimia, wala usingepungukiwa na chochote. Zaidi ungehudumisha tu udugu unaotaka. Walina, mimi sio ndugu yako. Mimi shemeji yako. Alafu Kobelo, hivi unajua kama sipendi ukaribu na wewe? Sipendi kabisa mazoea na wewe. Haya, huo ushemeji wa mimi na umeanza lini? Huyui.
Yaani apia kwanza kabisa hujui. Natoka na Zena wewe rafiki yako. Unakaa siku zote hujui. Isije kama unamtafuta yeye. Unahangaika wazura umemfungia hapo nyumbani tani. Kama unamhitaji ukienda yupo nyumbani hapo. Umemfungia tu. Au nikupe funguo. Yupo nyumbani sawa. Usiwe na wasiwasi, shemera yake mwenyewe. Yupo unamkuta hapo sawa? Sorry. Wewe tukaongezea vitu. Odi. Karibu, pita ukuani. Karibu, mhitimu wa kidato mpenda ndoa. Asante shoga yangu. Karibu. Asante shoga yangu. Ila wewe mwenzangu unaonekana tayari umeshaipata. Maana kwa dalili hizi utakuwa umelala hapa. Na kwa ninavyokuona, sidhani kama una dalili ya kurudi kwa mzee Mbonde leo. Haya bana. Nani kakuelekeza kwa nipo kwa shida yangu leo? Hiyo shida yako leo unaizungumzia hapa. Ndio ulionipa hizo taarifa. Tena shoga yangu. Yule bwana leo hajaji. Bali kazioga kabisa. Maana sio kwa namba 8 zile alizokuwa anazichora njiani. Pale nina kazi shoga. We acha tu. Ila naye anapenda sifa. Yeye ndo kakwambia hivyo. Shemeji yako mbea jamani. Silka. Yeye wala sio mbea. Mbea wewe hapo shoga yangu. Maana wewe ndio ulimwambia juu ya mahusiano yetu. Hivi unajua kabla ya kunipa mwaliko, alionekana anaujua vizuri tu karibu wetu. Tena anaujua vizuri. Haya, mbea nani hapo? Dada. Shangazi. Mzio wa wanyonge. Mjikaze. Sikae uzuni. Unajikaza kaka, lakini tumwachia Mwenyezi Mungu. Yeye ndo anajua atatusaidia kwa lipi, kwa sababu kama kuuza shauza sana. Kumwachia Mwenyezi Mungu ndo wajibu wetu na jukumu letu. Kwa sababu yeye ndo kila kitu. Hapo ametulia hapo. Mungu atamjalia, atapata nguvu zake, atatoka na atafanya shughuli zake kama kawaida. Unasikia Inshallah. Alafu nani? Dada. Unasikia? Shangazi. Kesho mapema. Sawa. Uye pale. Upate kama unga, mchele na nini, ulete hapa nyumbani. Unga utamkogea viuji hapo mwangu. Unamwekea na vindimdimu. Sawa. Hiyo apata appetite kidogo ya kula. Ukipata appetite itakuwa vizuri mwangu wangu. Nashukuru kaka. Sijategemea. Kumbe unakunywa tu pombe akili zipo. Asante sana kaka. Naona nguvu ya damu nikusaidia. Unasikia? Wewe ni familia yangu wewe. Na hiyo vizuri. Mama wangu familia yangu wewe. Watoto zangu. Naelewa? Nikuelewa. Kwa hiyo msijali lolote. Asante. Kila kitu kitakwenda sawa. Muomba Mungu tu. Sasa ujitahidi kuwahi kesho sawa? Basi wewe ngoja. Afu. Boy wapi?
Boli anapika jikoni kule. Anapika Ora, akiwa jikoni huyo anachelewesha kuivisha. Hamna, kuni zinasumbua, unajua wakati huu bamvua ile kuni zinasumbua. Moto unasumbua kweli. Basi ngoja niache kidogo. Uwahi mapema. Shangazi, usinyonge. Ukinyongea wewe utamnyongesha na mama kule. Sawa? Ukiwa nganga ino matakuwa nganga. Sawa nawapenda. Uwahi asubuhi. Sikia mjomba wako alivyosema. Hakuna tatizo lolote. Mama, kwani kuna nini? Maana nimekaa pale nimeona sielewi. Ndio maana nataka kujua nini kinachoendelea. Acha mwanangu. Mimi nimeshamaliza ninachotakiwa kukifanya. Mimi naye tutazungumza kesho, sawa? Tutazungumza kesho. Sawa. Baby. Mimi nakupendeaga hapo tu. Ukiwa unakula taratibu, wala unaraka. Na kishingo chako hivi upate. Kama unaolewa. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Ndio maana nipo hapa kwa ajili yako. Nafurahi kusikia hivyo. Una jambo kidogo? Nataka tuzungumze. Niambie. Unajua sasa hivi kwa familia yetu kuna mtihani kidogo. Mtihani gani? Mtihani tulionao kule kwa dadangu kule. Mama wangu yule anaumwa sana. Tena sana. Alafu mimi ndio kiungo. Sasa nisiposhughulika na hili swala nitaonekana kidogo hazipo. Sasa mimi ndio kiungo. Wewe nchukua na kuomba bibi wangu kama itawezekana leo au kesho asubuhi sana uende nyumbani. Kwa hilo wala hata usijali. Wewe? Ni shida? Hamna shida. Kesho asubuhi taamka, takupikia chai. Swadakta. Nikishakupikia chai,
Kishakunywa chai na mimi ndo nitajiandaa kwenda nyumbani. Kwa hiyo basi inabidi kama itawezekana. Utafanya hivyo. Unapima sana Vitu vyako hivyo. Ngari moyoni. Naona. Kwenye nafsi kabisa. Mtu mwingine anakuambia usinywe sijui nini. Achana na wao. Silka, Silka. Hivi wanangu, ni nani anajua chochote kuhusu baba yenu? Hapana mama. Hamna ambaye anafahamu. Lakini mimi nadhani ungetufumbia tu vilifumbo. Sio lengo langu. Ila nataka mjifunze kupitia mimi mama yenu, ili mjue jinsi ya kuishi nyinyi wenyewe na sio kujihusisha na wanawake au na wanaume. Lakini mama, kwani uko peke yako? Sawa, hauna baba yetu. Lakini bila shaka yeye ndiye alokusaidia katika kutuleta sisi duniani. Na kama ni hivyo, baba amehusika pakubwa sana katika kuondoa upweke wako. Wewe Madina wewe. Naona unataka kuyajua yasiotaka kujulikana kwa sasa. Mama, mimi bado nishachoka kusema ukweli bwana. Mbona kila siku ni mafumbo tu? Kwani ufumbui vizuri sasa hapa? Mama, nimechoka, mimi nishakuwa mkubwa. Naomba uniambie tu ukweli uliopo, kama unaweza kuniambia basi bora ukaushe tu. Sawa wanangu. Mmekuwa. Natakia siku njema vipofu wa kinyie. Cheza ile afuta niambie. Mimi hilo sina kikomo. Kweli? Tunakwambia. Ninapiga mpaka dakika ya mwisho. Usijui vizuri. Unasumbua vitu vingine hapa. Sasa simu yako na nzito wewe. Alafu Tunu, Abe? huu ni muda sahihi wa kufanya hicho unachokifanya. Hebu nenda kaandaa kila kinachotakiwa kwa ajili ya mzee Matano. Muda wake wa kutoka umefika. Sawa. Lakini Tunu, lakini nenda kwanza. Kwani mama unataka kumwambia nini Tunu? Mimi ninapokaa naye hapa huwa anapenda tu nimtoe mawazo. Wala usifikirie tofauti mamangu. Tuga. Usitake nikuzumu zaidi ujue. Na wala usitake nikuwazie kile ambacho sijafikiria kukiwaza kwako. Ila kuna jambo nataka nikuombe. Ndio mama. Kwa manufaa yako. Maana ujue nini kipo nyuma yetu zidi ya mzee Matano. Unamaanisha nini mama? Wewe ngoja kwanza nifanye kazi yangu. Nikiimaliza na kujihakikishia nitakwambia nini unatakiwa ufanye. Sawa, ila nini sasa? Hebu usitake kuyakuza mambo kabla muda wake usika kufika. Cha muhimu kwa sasa ni mahusiano yako wewe na mzee Matatu. Umenielewa? mama. Nakuelewa. Ngoja kwanza nikamtoe.
Vipi macho? Shikamoo mjomba. Baba. Vipi macho yangu amekufanya nini? Maana naona umeanza kuyaelezea. Unajua mambo zangu tu hizi. Nilikuwa natamani nieleze japo sifa 3 katika uso wako. Una macho mazuri bwana, tusemeage tu kweli bwana mjomba bwana. Alafu pia nilikuwa natamani japo tuongee hata kidogo mimi na wewe bwana, nipe nafasi. Tena si kwamba una haraka wala mimi sina haraka. Tuzungumze taratibu, itakuwa vizuri sana macho. Yaani umeshindwa kuuliza babangu ameamkaje? Au unataka kumaanisha kwamba na wewe hutaki kuingilia ugomvi ambao kuhusu? Nimeghafilika kabisa mwenzi wangu. Uwezo kwa mimi kukutana na wewe, mambo yote yanasahaulika. Niwe radhi katika hilo. Vipi baba anaendeleaje? Hana tofauti sana na jana. Ila tunachoshukuru tu tumepata kusikia kauli yake moja kwamba ana njaa. Pole yake ese. Aya mjomba, acha mimi kwanza nikachote maji, nimpelekee Vumi ampikie. Basi sawa, nafikiri na basi hata siku moja nitafute nafasi dakika 2-3 tuzungumze kule bichi chini kule, toka vizuri zaidi. Macho. Ujomba na watu bwana mimi kutelea mbali. Mume wangu huyo Mr. Matandu, kipenzi changu, nyongo mkaliaini. Karibu sana mume wangu. Karibu, joka hapa na mimi. Leo kuna jambo nataka tutete mume wangu. Ana siku hizi umejibebesha majukumu mapya. Unajifanya uko bize, hujali chochote kuhusu familia yako. Hebu niache bwana. Unajua mimi nimechoka. Nataka kwenda kujipumzisha. Kisha nataka nitafakari mustakabali wenu wewe na huyo mwanao Tuga. Mwanangu au mwanetu? Hebu acha ubinafsi wako mzee, alafu nataka nikuulize maswali yako. Maana kila siku umefanya kunikepa kepa. Sasa leo utanijibu swali langu moja baada ya jingine. Utoki leo ndani. Unajua mimi nimekuambia nishachoka. Sihitaji kuupa kazi ubongo wangu, nataka upumzishe. Sawa? Sasa nimshughulishe nani mama kama sio? Hebu nipishe huko. Nimekaja hivi. Wala vindevu. Mtata. Ndio. Watoto wadogo ya marefu hayo. Sisi watu wazima videvu hapo namna hii. Kaka bwana. Sasa ndio. Najua bwana tuelekezane kitu kidogo. Kwa namna moja ama nyingine kuna sehemu unakosea. Unzio anakuliwa na shemeji yake. Sasa ni kama hata siku moja umeenda kumwangalia mgonjwa. Najua huwezi kufanya hivyo. Kwa sababu hivi vijana kazi yenu ni kuzurura tu, kuzurura tu. Sasa nikukumbushe. Binadamu hataki kuishi hivyo. Binadamu tunashirikiana kwenye kila jambo. Kwenye misiba, kwenye shughuli, kwenye kitu chochote kile tunashirikiana. Naelewa vizuri. Isije kama umepewa sumu. Sumu? Usije kaiwa sumu huyu ufe. Maneno ya upotoshaji ya kuingizwa kwenye akili. Kwa nini pia maneno kama hayo? Hayo si binadamu tuko tofauti. Kuna mwingine yupo kwa ajili ya kuharibu. Kuna mwingine yupo kwa ajili ya kutengeneza. Unaelewa vizuri?
Ndio naizungumzia hiyo sumu. Kwa hiyo ukipata muda jitahidi uende ukamuone shemeji wa rafiki yako. Nikutoe wasiwasi juu ya hilo, nilienda kumwangalia mgonjwa. Kama unavyofahamu mimi na Kijiba ni marafiki, kwa hivyo tumekuwa kama familia sasa hivi. Nienda kumuona mgonjwa kwa sababu najua lake langu pia ni la kwake. Na nitaendelea kuja kumwangalia kwa sababu wote si familia. Wala usijali kaka. Oya, ijua hivi ya kaza kulula tu. Upe akili zimo. Kama hivyo safi. Hivyo safi hiyo nimependa hiyo. Kaka bwana. Sasa unabukwa? Buku sina. Aura. Funga midevu sasa. Asira sida. Kaka. Asante. Kubwa funga midevu. Buku fugela, funga midevu. Silka ni tabia yako, basi heshimu wenzako. Usiwadharau watu ukaona korosho. Ungekuwa mtoto ningesema haujakuwa. Maisha changamoto, watoto umeshindwa kuwatambua. Mwogope Mungu na mwanadamu atakuchoka. Unayofanya yapendezi anatu